Gavana Geoffrey Gitau Mwangi. Geoffrey Gitau Mwangi. Karibu sana gavana. Hapa kwetu sisi hatupigani makofi na tunasema amen. Ukiongea ukisikia amen, unakubali. Karibu sana gavana. Asante sana. Ngoja gavana, wewe songa. Gavana kabla aongee, nataka niwaonyeshe vile gavana he is worthy the position of a governor. Sawa sawa? Nipe 2000. Niwaonyeshe gavana bila nakuwa. Umenianzia mbali. Sinataka niwaonyeshe vile wewe unaweza. Umesikia mimi ni CPA. Na kwa nimepiga hesabu mbali. Lakini vile juu ya watoto itapatikana. Asante. 2000 ya gavana tunasemaje? Siwezi kaa hapa nikose maji ya kunywa. Town kuishi ni akili. Asante sana. Nitakutangaza wewe, karibu sana gavana. Haya, washirika wote, happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Asante sana. Kwa majina ni hivyo mmesikia, naitwa CPA Geoffrey Gitau Mwangi. Kwetu ni pale Njoro, kijiji naitwa Kamwaura. Mimi nimelelewa hii town. Nimesomea hii town. Kwa hivyo mimi ni mtoto wenu wa hapa Nakuru. Kwa kazi mimi ndio former CEO NHIF. Mwenye anajua Linda Mama, hiyo ilikuwa ni program yangu. Tulifanya siku hiyo na sasa tuko hapa kwa kazi nyingine. Mimi nimefurahi kuja hii kanisa yenu. Hata kama ni ya Babati, hii kanisa ina uzuri, ina utamu. Ina kwaya nzuri sana, sana. Nimependezwa. Na haswa hii kwaya ya watoto imenipendeza sana. Kwa hivyo wenye wanafanya hiyo kazi, mjisikie mko na tuwaombee Mungu muendelee na huo moyo. Si ni kweli? Tuko hapa leo kwa mwaliko wa rafiki yetu 1GB ndio tuweze kushirikiana na nyinyi kusaidia watoto. Lakini vile nimeona wakiimba hapo, kuna kitu imenisumbua kidogo. Manake nimeangalia watoto, nikaangalia nikajiuliza future ya watoto iko wapi? Yeah? Future ya watoto iko wapi? Kama nyinyi wazazi mnasema maisha inawalemea, sasa jameni, hawa watoto tunawapangiaje hawa watoto? Na kuna mambo tu matatu ambayo tukifanya hatutakuwa na shida ya watoto. Jambo la kwanza, lazima tushughulike na kitu inaitwa afya yetu. Unasikia hapo? Tuko na hospitali hapa inaitwa PGH. Jameni, hata usitamani kwenda hapo. Juzi nilikuwa na video nyingine inazunguka, naona wamama usiku wakifukuzwa nje. Kuna siku hiyo hospitali ilikuwa inapewa zawadi kwa kuwa hospitali bora sana. Ilikuwa NHIF, ilikuwa inapata zawadi hiyo hospitali. Sijui kuliendaje mpaka ikafika hapo. Lakini nitawaambia shida ni nini. Jambo la pili, hawa watoto kama hawana elimu, hawana future. Kama hawana elimu, hawana future. Lazima tuwe tunajua kwa uhakika kwamba huyu mtoto atasoma. Jambo la tatu ni uchumi. Tunaelewana? Ni nini? Ni uchumi. Manake hata wakisoma wakuwe wakubwa na hakuna kazi, watasaidika kweli? Sasa niwaulize, hii town yetu ni lini mlisikia last kulikuwa na kiganda mpya ama industry mpya? Mwaka gani hiyo? Hata zenye zilikuwa ni kufunga tumefunga. Ndio tunawania viti mingi, lakini usikuje hapa kudanganywa. Hii nchi yetu inataka tu mambo matatu tu ya shughuliki. Tunaelewana? Mambo mangapi? Kwa hivyo mtu akikuja hapo akupatia hadithi mingi, hiyo ujue ni hadithi mnapatiwa. Ilifika mahali hii nchi yetu tukakuwa hata sisi hatuna maono ya kuchagua viongozi wetu. Manake tulianza kuchagua wale viongozi wanatufurahisha sana, wale viongozi wanajua kurusha matusi sana, lakini hatuangalii ule kiongozi CV yake inakaaje, ana ni nini anaweza fanya. Tunaelewana? Sasa mimi naomba, nguvu mumepewa na katiba, si ni kweli? Nguvu mmefanya nini? Mumepewa nguvu na katiba. Viongozi ni nyinyi mnachagua, si ni kweli? Hiyo nguvu hao viongozi wamekalia ni nguvu yenu. Si ni kweli? Ni nguvu yenu.
Ndio ni collective responsibility, lakini inaanzia kwako wewe mmoja. Nataka ukiamka unatazama hawa watoto, unajiuliza swali. Unajiuliza future ya watoto ni gani? Sasa mimi nimejitolea kusimama kama gavana wenu 2027. Manake hata ukiwa na hiyo nguvu na hakuna kiongozi mzuri amejitolea, si bado ni bure? Sasa mimi niko kwa hao viongozi, nimejitolea kuwa gavana wenu 2027. Na mimi nasema hii county tunahitaji tu kufanya mambo hayo matatu. Mpaka sasa hivi tumepokea 62.7 billion shillings. Kwa hivyo si hela hatuna, hela ziko mingi. Umesikia hii miaka ngapi? Tunaenda miaka 3 sasa. 62.7 billion shillings. Kwani kwa hiyo pesa tumekosa tu pesa kidogo ya kutengeneza hospitali? Na hospitali si kujenga, tunajenga, si dawa tu tunaweka na kuita madaktari mkutano na kuambia wafanye kazi, si ni kweli? Tumekosa tu hela ya kutenga tuanzishe fund ya elimu ya watoto wetu. Hata tungekuwa tukitenga bilioni 1 kila mwaka, hiyo pesa ingekuwa imetosha, si ni kweli? Kwa hivyo si pesa hatuna, pesa tuko na. Tumekosa tu pesa kidogo ya kushughulikia production ya Nakuru. Production ya Nakuru County ni ukulima. Ukirudisha ukulima, zile viganda ambazo zilikuwa hapa zitaanza kurudi. Lakini haziwezi rudi kama hamuna kitu mnacho kitoka. Si ni ukweli? Kwa hivyo mimi ninasema hivi, mkinipa hiyo nafasi, mimi siwaambii hadithi zingine, hayo mambo matatu ndio tutafanya. Mimi sitaki kuzidi zaidi hapo. Nimefurahi kuwa hapa. Natumai nitarudi tena, lakini ujue hivi, nguvu ya kuteua viongozi ni yenu. Pengine nichukue nafasi hii nihimize pia vijana wetu, tafadhali endeni mchukue kura ndio muweze kujitengenezea county yenu iwe county ya kupendeza. Hii county ni ya maajabu, acheni niwaambie. Nyinyi peke yenu tu ndio mnajua kuchagua magavana kutoka county zingine. Gavana wa kwanza mlienda Kiambu mkamtoa huko. Sijui mnafurahishagwa na nini kwenda kutafuta watu kwingine. Gavana wa pili alitoka Kajiado. Gavana wa tatu mlijaribu sana all the way mpaka Texas. Sasa raundi hii jameni, tafuteni mtoto wa kweli. Si kweli? Kuna haja kuwa na mtoto wenu akikalia hicho kiti. Si kweli? Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa niingie hafla ya MC hapa. Mimi niko na hela tu kidogo. 1GB aliniambush. Niko na 20,000 ambao nitasukuma. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Tunasemaje kwa gavana wetu tafadhali? Asante sana, Mungu azidi kuwabariki. 1GB. Gavana tunaye hatuna? Tunaye. Gavana tunaye hatuna? Tunaye. Wacha niwaambie. Najulikana kama Janet Mkenya. Mmoja wenu wakati alikuwa anaongea alinitaja kwa jina hili. Pia tukiwa hapa tumekuja na wenzetu wenye ni aspirants, na tumekuja nao juu tunawaaminia wote wanaweza kuwa viongozi wenye wanataka kuwa. So asanteni sana na Mungu awabariki, na sisi tutatembea tena, na mshikilie 1GB, na mshikilie pia gavana wetu CPA Geoffrey Gitau Mwangi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Amen. County DCP, sina maneno mengi ya kusema leo, ni kusema tu mbarikiwe. Sisi kwa mwaliko wa 1GB ambaye ni rafiki yetu kwa muda mrefu, lazima tusukumane na hii safari. Sina ingine ya kusema, ni kuwashukuru na kuwaambia tusikize ground. Asante sana. Chache na nimejuana na marafiki wangu hapa wengi katika kanisa hili posema gari ili baadaye wajenge kanisa la Mungu. Lakini nataka niwaambie bwana, na 1GB akose, kutakosa na mtu wa kumsukuma ili akuja ajenge kanisa. Kwa hivyo kitu ya kwanza aingie katika ofisi ili baadaye asukume gavana na wengine waje wajenge kanisa. Nasemekana kwamba jiwe walilolikataa waasi limekuwa jiwe kuu la nini? Hilo jiwe ningesema ni 1GB, na baada ya yeye kuchukua tunakuambia hilo jiwe ambalo tutaliusukume gavana, kwa sababu gavana ataingia na wale viongozi wengine ili kwamba kanisa hili lijengwe vizuri. Asanteni, mimi ni coordinator.
ambaye ni aspirant wa governor na ofisi yangu ambaye ninatumikia kama mtumishi wa wananchi katika chama cha DCP, na msalimu nyote hamjambo. Yangu ni machache na nikusema ya kwamba mimi ndiye nimesimamia ofisi kama interim chairman wa DCP Nakuru County, na sina uoga nikisema hivyo. Na sisi tunasemaga sikiza nini? Sikiza nini? Sio mimi nimesema, ni nyinyi. Kwa hivyo hata nyinyi nimesikia nyinyi ni wahia kusikiza cloud. Like mother like son. Ndio? Mama. Mimi naongea Kisii. Sijui Kiswahili sana. Lakini mimi naongea Kisii. Kura lugha yako. Sikia vizuri. Ya ndomo jana hivi. So sisi on behalf of Wiper Party, mimi na endorse Mr. CPA kama gavana wetu. Mshikilie sana, na mimi kama mrembo wenu tafadhali nawaomba. Watu wa Kaptembwa, mimi ni mdogo sana. Watu wa nyuma. Karibu sana. Kwa majina naitwa Glory Mwende Mutembei. Mimi ni Gen Z. Si Gen Z wa kuwekelea, by the way. Mimi I'm just 25 years. Na siogopi kusimama mbele yenu nikiwaambia naweza wakilisha pale mbele kama mama wenu wa county. Wazazi wetu mko hapa. Naona mzazi wetu mmoja hapa. Mumetulea, si ndio? Tuko na yeye peke yake. Sisi wengine tunawania vitu, naweza kuta hapa tukiwa wawili watatu, lakini na wa DCP party governor ni yeye peke yake. Si ni kweli? Kwa hivyo yeye ndiye tunashikilia, na yeye ndiye tunaona kama ndiye governor wetu ambaye ameketi, kwa sababu uongozi wa Nakuru umetufail. Kwa hivyo sasa yeye tuko na tumaini, na tunatumainia ya kwamba atapata hiyo kiti. Kwa hivyo mimi sitaongea mengi, tuko na bahasha kidogo hapa ambayo ndiyo. And that is why they brought us the issue of Shashisha. Kwa mfano nikiuliza saa hii nikiangalia huyu mama ambaye yako hapa, any minute ama any time atakuwa anaenda pale hospitali, lakini atakuwa mama kama una sha linda mama hakuna, si ndio? We want leaders who will fight for the people who are needy, and that is why we are saying we must make a decision, and the toughest decision is have your ID, have your voters card, and select and give us the leadership so that we can lead this country ahead, and say that together we listen to the ground and together we are going to make a change. Watu wa kanisa ya SDA Boundary, wale ambao wanaona the blackest beautiful or beautiful ama handsome man, unua mikono tafadhali. Heshima ya kanisa, vile vile pia viongozi wa kanisa, wachungaji wote, na pia kwa wale elders na mheshimiwa wetu 1GB, na upande wa siasa chairman wangu kwa aspirant caucus ya MCAs, niko na baba yetu ambaye anajiita CPA Mwangi ambaye ni mwakilishi wa DCP katika chama chetu, na vile vile pia anasimama kiti cha gavana hapa mji wa Nakuru. Tuko na kiongozi wetu ambaye CPA Mwangi, pia tumshikilie. Ninaitwa Penina, natoka Moro constituency, nasimama kiti cha Turi Ward MCA seat. Mungu awabariki, awatende mema. Mwangi na ndawa chama mheshimiwa Simba Mashina. Uko na ID? Nina hadi kura. Karibu. Haya. Mimi the Gen Z representative Nakuru County. Na bado nasimama kiti pale Westgate Road Naivasha. I've come all the way from Naivasha in support of my big brother Mheshimiwa 1GB. Na ninafurahi sana kuwa mahali hapa. 1GB anatosha ama atoshi? 1GB ni moto si moto. 1GB ni fire si fire. Naomba watu wa Kaptembwa tushikilie huyu mheshimiwa 1GB. Na mkosa kumshikilia sijui utalala hospitali wiki ngapi. Mshikilie huyu mheshimiwa pamoja na gavana wetu CPA Mwangi ili tuweze kupata maendeleo. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Nikirudi Naivasha nipeane salamu. Asante. Mwangi na washiriki wenzangu. Jina langu ni Caroline Karemi kutoka Raret.
na wania kiti ya MCA na neti moja 1. Na aliko hapa kwa mwaliko wa 1GB. 1GB anaweza ama hawezi? Kama anaweza toa mtu huko na net na akaleta mpaka governor, our next governor. Anifaya si fire. Nitasema tena Mungu awabariki na kupatie tushikilie 1GB. GB ako hapa. Si wote wanaweza tembea na sisi kama MCA. Lakini yeye amejinyenyekea kutembea na sisi. Mtamkumbuka 2027 muweze kumwangalia katika ile tukifika hapo. Kwa hivyo tuweze kumkumbuka na tuweze kuweka tiki yetu pande hiyo. Na mnajua kazi ya masikio ni ya kufanya kazi gani? Kazi ya masikio ni ya nini? Basi tutaweza kusikiza tukitumia masikio yetu. Zaidi ya yote naomba kwamba muweze kusupport na ndugu yetu huyu Mheshimiwa CPA Mwangi. Pia tuko na beautiful lady hapa anasimama women rep, msichana mdogo anaitwa Gloria na MCS wenzangu. Hii umoja ambaye tupige makofi mazuri. Anatuongoza vizuri. Nataka tusalimiane hewani hivi. Happy Sabbath. Happy day. Mimi naitwa James Gekonyo na mimi ni jirani yenu kutoka hapa tu Ronda Ward na tumealikwa hapa na 1GB. Kumbe tukakuja kukuta kuna malaika warembo sana. Tuwapigie makofi, they are very smart. Tuwatambue na makofi mazuri. Niwaambie kitu moja. Boriago aliezwa na kitu kidogo sana. Aliezwa na mtu mdogo sana. Si ni kweli? Tuko na gavana wetu hapa, tuko na ofisi yetu mzima ya DCP, tuko na chairman na wasaidizi wake.